Ninayo machache ya kuzungumza kuelekea mchezo wa kesho, lakini la kwanza la msingi kabisa ni kuhusu technical bench yetu. Najua tukimaliza huu mkutano hapa kutakuwa na maswali mengi yanaendelea huko. Tumeshaona Yanga imemtambulisha kocha mkuu, tumeona Yanga imemtambulisha kocha msaidizi, tumemuona leo kwenye mkutano wa waandishi wa habari kocha Patrick Mabedi. Technical staff ya Young Africans iko vipi? Nichukue nafasi hii kuwapa taarifa ndugu zangu waandishi wa habari na wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans. Kocha mkuu wa klabu yetu Young Africans ni Pedro Gonçalves kama ambavyo tumemtambulisha, na kocha msaidizi namba 1 ni Felipe Pedro ambaye tayari tumemtambulisha, na kocha Patrick Mabedi sasa hivi atakuwa second assistant au msaidizi namba 2. Maana yake lineup ya Young Africans kwenye technical bench yake itakuwa na Pedro Gonçalves kama kocha mkuu, Felipe Pedro atakuwa msaidizi, alafu Patrick Mabedi atakuwa kocha msaidizi namba 2. Maboresho mengine kama yatafanyika tutarudi kuwajuza kuhusu technical bench hiyo. Vipi mwalimu Pedro Gonçalves atakuwa kwenye benchi la ufundi siku ya kesho? Huenda likawa swali la pili ambalo watu wangetamani kujua. Uongozi wa klabu ya Young Africans unafahamu kwamba kuna taratibu na kanuni zake ili mwalimu aweze kuketi kwenye benchi la ufundi, na tunafanya jitihada zote kadri iwezekanavyo tuweze kuzimaliza kwa wakati na head coach Pedro Gonçalves awepo kwenye benchi la ufundi siku ya kesho. Ziko taratibu na kanuni kama nilivyoeleza ambazo ni lazima tuzishughulikie, lakini ukiangalia kocha Pedro ameingia nchini, ilikuwa ni weekend na siku ya kazi ni leo Jumatatu na mchezo ni kesho Jumanne. Kwa taratibu za kuzishughulikia kama mambo ya vibali na taratibu nyingine tuna hii siku ya leo tu. Ndio nikasema tutafanya jitihada zote kadri iwezekanavyo aweze kuwa sehemu ya benchi la ufundi kama ambavyo kanuni za bodi ya ligi zinavyoelekeza. Jambo la tatu, mashabiki wetu, taarifa ya huu mchezo mlikuwa nayo tarehe 29. Lakini kwa sababu mbalimbali mchezo huu umekuwa siku ya tarehe 28 kwa maana ya kesho. Hivyo hatuna tena muda wa kusubiri. Tuna siku moja tu ya leo kuelekea kesho ambako kuna mchezo wenyewe. Mchezo wa mwisho wa ligi kuu hatukuwa na matokeo mazuri. Tuliangusha alama 2 ugenini dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo mahala pekee pa kurudi na confidence ya timu ikakaa vizuri kwenye ligi ni siku ya kesho tukiwa uwanja wa nyumbani wa KMC tuweze kupata matokeo mazuri. Kila mmoja ameona impact ya mchezaji wa 12 kwenye mchezo wetu wa mwisho wa Champions League tuliocheza dhidi ya Silver Strike. Hivyo tunaamini kwa siku ya kesho numbers kubwa itakayokuja kwenye uwanja wa KMC itakuwa na msaada kwetu kuweza kuwapa confidence wachezaji, kuwapa morali, tuweze kurudi pia kwenye winning way kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kwa hayo machache nikasema niwape taarifa, ni muhimu, na kama kwa ruksa yako kuna maswali waweze kuuliza tujibiane, alafu tuendelee na shughuli nyingine. Mchezaji Clement Mzize leo ni Jumatatu. Leo ni siku ambayo sasa atakwenda kufanyiwa check up nyingine. Tukiwa tunajiandaa na mchezo wa Silver Striker, ile siku moja kabla ya mechi kwa maana ya Ijumaa alijitonesha jeraha lake. Alikuwa ameshaanza kuwa sawa, kafika mpaka 90% ya utimamu, ashaanza kutrain na timu, lakini kwa bahati mbaya tena mwenyewe tu akiwa na shoot ule mpira akajitonesha, akasikia maumivu makali. Kwa hiyo daktari leo tena anakwenda naye kwenye check up, na tunaamini mpaka kufikia jioni inshallah tutakuwa tumeshapata taarifa yote ya kitabibu ya kuja kuwajuza wanachama na mashabiki wetu kuhusu hali ya Clement Mzize. Kwa taarifa yake inasalia hapo mpaka tutakapopata ripoti ya madaktari. Mchezaji kama Celestine Ekua ambaye umeulizia, yeye yuko fit 100%. Haukumuona kwa sababu za kiufundi na utamuona kwa sababu za kiufundi hivyo hivyo.
Kama mechi itamhitaji na mwalimu ataona game plan hii inamhitaji Celestine Ekua, Dudu Washa liko tayari kwa ajili ya hiyo kazi. Kwa hiyo muda wowote nafasi itakapopatikana atapewa na atakuja kwa tu. Ni wachezaji wote. Kuna mtu kama Shua Boy hujamuona pia. Faridi Musa pia hujamuona. Kwa hiyo tuna wachezaji wengi ambao bado hawajaonekana. Na taratibu za mechi watu 21 wanakaa benchi, ndio watu 21 wanakaa benchi, wanakuwa kwenye taratibu za mchezo. 11 wanaanza na wengine wanakuwa wamekaa kwenye benchi pale. Kwa hiyo sio wote ambao tumewasajili utawaona kwenye mechi. Maana yake kuna plan mwalimu anaandaa, na hiyo plan ikimhitaji mchezaji fulani ataweza kutumika.